kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki ili uendelee kupata zile faida ambazo zinapatikana ndani ya kipindi hiki, lakini pia ndani ya tunda linaloitwa parachichi. Hivyo basi tunasema kwamba hili parachichi limebeba aina fulani ya fats ambazo ziko ndani ya tunda ambazo ni maarufu kama monosaturated fats. Hizi ni salama sana kwa afya ya moyo, tofauti na aina nyingine ya fats ambazo zinaweza zikawa zinapatikana kwenye vyakula vingine kama vile kwenye nyama. Kwa hiyo hivyo basi hii ambayo inapatikana kwenye tunda hili hii inayopatikana kwenye tunda hili ina faida zaidi kwa sababu imebeba aina hiyo ya fats ambazo ni salama kwa moyo kiasi cha kufanya moyo uendelee kufanya kazi vizuri kabisa. Lakini pia tunasema kwamba hili tunda aina ya parachichi limebeba kiwango kidogo sana cha carbohydrates. Hivyo basi inasaidia kwa wale watu ambao wana changamoto za sukari. Kwa maana kwamba imebeba carbohydrate kidogo, hasa kwenye upande wa sukari. Imebeba kiwango kidogo ambacho sasa kinasaidia kwa wale wenye changamoto za sukari. Manake tunda hili kwao ni tunda ambalo litakuwa na tija zaidi iwapo watakuwa wanatumia, kwa maana kwamba watasaidika katika kuleta faida zinazopatikana ndani ya tunda, lakini pia kupunguza uwezekano wa wao kuendelea kupata changamoto zaidi kutokana na kwamba aidha miili yao tayari ishakuwa na uwezo mdogo wa kudhibiti sukari mwilini. Lakini pia tunasema kuna aina tofauti za vitamins ambazo zinapatikana ndani ya parachichi. Ni zipi hizo aina za vitamins? Baadhi yake tunasema kwamba kunapatikana vitamin C, ambayo vitamin C tunafahamu kwamba ni karibu matunda mengi sana ambayo yanakuwa yanatumika huaga yamebeba aina hii ya vitamin. Lakini hii ina ziada. Tunda hili lina ziada ya vitamins. Pia limebeba vitamin B, lakini pia limebeba vitamin K. Umeona? Kwa vitamin K ni muhimu sana, na hasa tunaamini kwamba, na huenda pengine tumekuwa tukiona kwa watoto ambao wanazaliwa wakiwa ni wadogo, au wanazaliwa watoto njiti, au wanazaliwa mtoto wa aina yoyote, lakini mara nyingi sana huwa wakiwa kwenye tiba za kisasa wanapewa aina ya sindano ambayo inafahamika, au dawa ya sindano inafahamika kama vitamin K. Kwa hiyo hii huwa ni sindano ambayo inamsaidia mtoto yule kuweza kumwepushia maradhi yatokanayo na vigandisha damu, kwa maana kwamba mtoto yule huenda akawa amechomwa kijisindano kidogo kwa ajili ya kupimwa hata sukari, basi sehemu ambayo imechomwa huwa na tabia ya kutokugandisha damu ikawa inaendelea kutoka mfululizo. Kwa maana yake sasa huyu mtoto uwezo wake wa kugandisha damu unakuwa uko chini kutokana na kwamba bado mwili wake haujawa na uwezo mzuri wa kugandisha damu, kutokana na vitamin K inakuwa haina uwezo wa kutosha. Kwa maana hiyo sasa mfano ni huo hata kwa watu wazima wenye changamoto za kutokwa na damu, labda ni puani au sehemu nyinginezo, basi wanaweza kutumia hii kwa ajili ya kukinga, kuepusha wasije kuwa anapata hizo changamoto za kugandisha damu. Lakini pia hata kama ana changamoto ya vigandisha damu vyake kwamba havina uwezo wa kugandisha damu kiasi cha kwamba akipata jeraha, labda akakwanguliwa na kitu chochote chenye ncha, au akawa amedondoka au amepata ajali, kuna uwezekano wa yeye kuendelea kutoka damu mfululizo bila ya damu kuweza kuganda, basi tunashauri mtu huyu atafaa zaidi kutumia tunda hili aina ya parachichi, kwa maana limebeba vitamin K ya kutosha. Lakini pia tunasema imebeba madini ya aina tofauti. Mtumiaji anapokuwa anatumia tunda hili, basi anaweza kupata madini kama vile potassium. Tunafahamu potassium ni madini ambayo yanapatikana kwenye aina tofauti za matunda, ikiwemo kwenye ndizi. Pia wale wanaotumia ndizi pia wanaweza kuwa kwenye nafasi kubwa ya kuweza kufaidika kutokana na kupata aina hii ya madini yanayoitwa potassium. Lakini kuna aina nyingine ya kitu muhimu sana, au compound muhimu sana inayopatikana ndani ya parachichi, na wakati mwingine imekuwa maarufu, inapatikana kwenye samaki aina ya salmon. Ni maarufu, tunaita mafuta ya samaki.
Kwa mafuta ya samaki tunazungumzia omega 3. Kwa omega 3 ndio inapatikana kwenye mafuta ya samaki, lakini pia inapatikana kwenye tunda hili aina ya parachichi. Kwa hiyo omega 3 imekuwa na faida nyingi sana. Kama tunavyofahamu, mafuta ya samaki yanasaidia katika changamoto tofauti tofauti za watoto, watu wazima pia. Miongoni mwa changamoto ni kwamba labda mtu anakosa choo. Choo chake imekuwa ni changamoto, yani tunazungumzia constipation, anashindwa kupata choo kwa wakati, lakini pia amekuwa akipata maumivu ya tumbo ambayo yanakuwa mara nyingi sana yanatokana na changamoto tofauti tofauti, na hasa kwa watoto wadogo wamekuwa na hiyo changamoto ya kusumbuliwa na tumbo mara kwa mara. Wazazi wengi wamekuwa wakiripotia kwamba watoto hasa ambao wanakuwa na umri wa miezi kadhaa wamekuwa na tendency ya kupata changamoto za kusumbuliwa na tumbo mara kwa mara. Kwa pindi wanapotumia mafuta ya samaki huwa wanapata relief kutokana na hizo changamoto. Kwa maana hiyo sasa, ni kwa nini kwenye mafuta ya samaki? Kwa sababu mafuta ya samaki yamebeba kiwango kikubwa cha omega 3. Sasa tunasema omega 3 unaweza kuipata pia kwenye tunda aina ya parachichi. Kwa hiyo utakapotumia, tarajia upate faida ni sawa sawa na faida ambazo zinapatikana pengine kwenye mafuta ya samaki, ambayo sasa kwa mujibu wa tiba ni kwamba utakuwa umepunguza na gharama pia, kwa sababu mafuta ya samaki yanaweza kuwa ni bei ghali ukilinganisha na parachichi ambazo zinapatikana kwa wepesi, lakini pia bei yake ikiwa ni chini. Lakini pia tunasema yanasaidia katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Iwapo utatumia parachichi katika mlo, maanake tarajia kwamba kunakuwa na mmeng'enyo mzuri sana wa kupambana dhidi ya zile free radicals ambazo zinakuwa zimo ndani au zinazalishwa na chakula, hivyo basi kusaidia mwili kuweza kupambana dhidi ya sumu ambazo zingeweza kuingia ndani ya mwili kwa kupitia vyakula ambavyo tunakula kila siku. Lakini tunasema aina hii ya tunda pia ina faida kubwa kwa sababu imebeba au ina uwezo mzuri au imebeba kiasi kikubwa sana cha madini aina ya magnesium. Kwa madini haya pia bado tunasema kwamba ni miongoni mwa madini muhimu ambayo ndani ya mwili yanapokuwepo, basi utendaji wake wa kazi unakuwa ni mzuri, kwa sababu yanahusika kwa namna moja au nyingine kuhakikisha kwamba utendaji kazi wa mwili unakuwa vizuri. Lakini pia ziko aina nyingi sana za madini joto ambayo yanapatikana ndani ya tunda hili. Nitaomba nieleze baadhi tu ya madini joto ambayo yanapatikana kwa ufupi, ili tuweze kufahamu na tujue kwamba iwapo utakuwa ni mtumiaji mzuri wa tunda hili kama tulivyozungumza, basi uko kwenye nafasi kubwa ya wewe kuweza kunufaika na aina zifuatazo za madini yanayopatikana ndani ya tunda hili, tena kwa wepesi, bila kupata changamoto yoyote au bila kupata usumbufu wote pengine wa kutumia supplements za kuweza kupata aina hizo za madini. Nikianza na madini aina ya kwanza kabisa, tunasema ni madini aina ya zinc. Zinc inapatikana ndani ya tunda hili kwa kiwango kikubwa sana ukilinganisha na pengine na aina na kiasi kinachopatikana kwenye aina nyingine au vyanzo vingine vya vyakula ambavyo vinakuwa na aina hii ya madini. Kwa hiyo inasaidia sana hii zinc katika swala zima la kuboost na kuwezesha mfumo mzima wa kinga mwilini. Kwa hiyo unapokuwa unatumia tunda hili unaweza kupata zinki kwa kiasi kikubwa. Lakini pia tunasema ndani ya tunda hili tunapata madini aina ya kopa inapatikana kwa kiasi kikubwa ndani ya tunda hili ambalo linafahamika kama parachichi. Je, kopa inatusaidia nini? Tunasema kopa inasaidia sana kwa kiwango kikubwa sana katika kuhakikisha inafyonza au inatengeneza, si kufyonza, kutengeneza zile DNA. Kwa hivyo basi itauwezesha mwili wako kuweza kusababisha zile seli kuweza kugawanyika na kuzalishwa na kukua, ili kusababisha sasa mwili uweze kufanya kazi vizuri kabisa na kupunguza kiwango cha ufaji wa seli ambao hauna mpangilio, ambao unaweza kupelekea wewe sasa ukapata hali ya kuzeeka kabla ya wakati, ama ukapata changamoto nyinginezo mfano wa hivyo. Lakini pia tunasema kopa inasaidia pia katika kuhakikisha kwamba inazalisha
inazalisha seli nyekundu za damu, lakini pia kuzuia anemia, yani kuzuia mtu kupata changamoto ya upungufu wa damu, kutokana na kwamba pia inakuwa imebeba aina hiyo ya madini ambayo tunaita zinki. Kwa nini? Kwa sababu zinki pia ina tabia ya kubeba madini ya chuma. Madini ya chuma, tunaweza tukawa mashahidi kwenye tiba hizi za tiba mbadala ama tiba za kisasa. Pindi mgonjwa anapokuwa na changamoto ya damu kuwa imepungua, pamoja na kwamba anaweza kuwa ameongezwa damu, lakini pia atapewa dawa ambazo zimebeba madini ya chuma, kwa sababu madini ya chuma huwa yana tabia ya kuweza kuzifanya zile seli nyekundu za damu kuweza kutengenezeka na kuzipa uwezo wa kuweza kuzuia upotevu wa damu, kwa sababu kunakuwa kuna uzalishwaji wa hizo seli kwa kiwango au kiasi kikubwa zaidi. Lakini pia kama tulivyozungumza, kuna madini aina ya potassium kama tulivyozungumza hapo awali, pia yanapatikana ndani ya tunda hili. Lakini pia madini ya potassium ni muhimu na yanasaidia zaidi katika ulinzi au kufanya afya ya figo kuwa njema zaidi. Lakini pia tunasema ziko baadhi ya vitamins pia tunazozipata humu ndani ya hili tunda, ikiwemo vitamin K kama tulivyozungumza kwenye masuala ya damu, pia vigandisha damu ni kitu muhimu. Lakini kuna vitamin B6 ambayo pia nayo inapatikana ndani ya tunda hili, ambayo vitamin B6 ni muhimu katika kuhakikisha ubora, ufanyaji kazi mzuri wa ubongo pamoja na mfumo mzima wa fahamu. Lakini pia kuna vitamin C ambayo ni vitamin